FM inakuhakikishia kwamba unaelimika na kuhabarika katika vipindi vyetu moto kila siku za juma. FM inakuhakikishia kwamba inakuhakikishia kwamba unaelimika na kuhabarika katika vipindi vyetu moto kila siku za juma. FM inakuhakikishia kwamba unaelimika na kuhabarika katika vipindi vyetu moto kila siku za juma. Unasikiliza FM. Mengi amenivusha, vingi amenivusha, milima nayo. FM inakuhakikishia kwamba unaelimika na kuhabarika katika vipindi vyetu moto kila siku za juma. FM inakuhakikishia kwamba Halo. Tumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Yesu asifiwe sana. Amina sana. Karibu sana katika kipindi chetu cha Karibu Tuimbe Mwanafamilia Gospel. Karibu sana. Asante sana mtumishi wa Mungu, habari za huko? Huko hatujambo kabisa mjengoni hapa, tunakusikia vyema kabisa mtumishi wa Mungu. Tafadhali unaweza kujitambulisha ili wanakusikiliza kwa muda huu hapa wajue hapa mjengoni leo Pamedia TV wana mgeni wa aina gani. Karibu sana, jitambulisha majina yako tafadhali. Asante sana. Kwa jina ninaitwa Gadson Mwedipando. Ndio. Ninaishi mkoa wa Morogoro, manispaa ya Morogoro mjini. Okay. Ndiko ninakotumika katika huduma yangu ya uimbaji. Okay, karibu sana mjengoni mtumishi wa Mungu. Asante sana mtumishi wa Mungu. Gadson Mwedipando, tumepata nafasi ya kupiga story na wewe kwa siku ya leo Alhamisi Mei 27 2025. Karibu sana. Pia kuna wapo wanakusikiliza kwa wakati huu hapa. Ndio. Wanatamani sana kile ambacho umewaandalia kwa siku ya leo. Gadson, unadhani nini dhumuni ama kusudi la uimbaji? Maana umejitambulisha wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ndio. Kwa kusudi la uimbaji, kwanza mimi napenda kumtumikia Mungu kupitia njia ya uimbaji. Ndio. Napenda sana. Kwa hiyo dhumuni la kuimba sio kuimba tu kwa ajili ya biashara, ni kuimba kwa ajili watu wafunguliwe kupitia uimbaji. Ndio. Hilo ndio jambo langu kubwa sana, kwa sababu mwimbaji ana kitu kikubwa sana ndani yake. Unapoimba, watu wanaposikiliza ujumbe wako, kuna vitu wanavipokea katika ulimwengu wa kiroho. Hicho ndio kitu ambacho ninakifanya mpaka naamua kuimba. Okay. Labda huduma yako mtumishi umeanza mwaka gani na kwa nini unajiita Gadson Mwedipando? Ni jina lako kama jina yako kamili ama ni jina la usanii? Hapana, hii jina la Gadson Mwedipando ni jina langu yani jina langu kamili. Kweli hilo ndio jina langu, Gadson ndio jina ambalo nimebatizwa. Mwedipando jina langu la ukoo. Okay. Nadhani wamekusikia vizuri kabisa kwamba Mwedipando ni jina lake kabisa, Gadson Mwedipando. Mtumishi, nini hasa kilichokupelekea uanze kuimba? Mimi kwa kweli kilichonipelekea kuimba, mimi tunapenda kuimba. Jambo la kwanza, napenda kuimba. Ndio. Na tukisoma Biblia tuliona Mfalme Daudi aliimba akacheza hadi na nguo zikamdondoka. Kumbe wenzetu walikuwa na nguvu za kuimba na watu wakafurahia na wakapokea. Okay. Kwa hiyo sasa mimi natamani sana nimtumikie Mungu kwa kupitia uimbaji. Yaani nipeleke neno la Mungu kupitia uimbaji. Hicho ndio kitu kikubwa sana. Okay. Gadson, nadhani wewe ni mfuatiliaji mzuri sana wa waimbaji wenzako. Mm. Hasa kuna mwimbaji gani ambaye
wewe kwako kama modo, yani kama mwimbaji ambaye unamfuatilia sana na nyendo zake pia unaona huyu ananifaa kabisa hata kupiga naye collab? Yaani mimi kwa kweli tangu nikikuwa nimemsikiliza sana Boni Mwaitege. Yes. Kusikiliza mzee wetu ni mtu mzima sasa hivi tuseme. Ndio. Wana Mwasasu. Yes. Ambao sasa ni marehemu. Ndio. Kwa hiyo yani hao watu mimi walikuwa wananibariki sana. Ndio. Hao walikuwa wananibariki mno. Kwa hiyo mimi role model wangu sasa nilikuwa namfuatilia sana ni Boni Mwaitege. Lakini pia sikumfuatilia kivile kwamba labda atakuwa ndio nimepitia njia zake, hapana. Ndio. Ila ni mwanamuziki ambaye nimempenda. Okay, Mwedipando. Sawa. Ni kwamba una role model wako ni Boniface Mwaitege. Labda kama atakusikia, ni nini cha kumwambia Boniface Mwaitege? Kwa kupitia huduma yako, umesema kwamba wewe huwa ni mtu ambaye tuseme kama modo wake. Ni mtu ambaye unamfuatilia sana, unajua nyimbo zake, unazifahamu kiujumla. Ni jambo gani la kumwambia kama utakutana naye? Ujumbe nikikutana na Boni Mwaitege? Yes. Boni Mwaitege huwa naongea naye, ndipo sije kukutana naye lakini huwa naongea naye kwa njia ya simu. Ndio. Na pia nilitamani nitaenda tukale kanisani kwake, lakini ninatamani tu yeye aendelee kumtumikia Mungu kupitia uimbaji, ndipo nasikia sasa hivi ni mchungaji. Ndio. Lakini huduma yake ya uimbaji kwa sababu kuna watu pia alitugusa kama sisi, aendelee nayo, lakini pia ninatamani pia kama itawezekana nifanye naye hata kazi moja. Nitafurahi sana kwa sababu kipindi hicho ninaanza huduma yangu nilikuwa kipindi cha zile makanda makubwa CDs, tuseme CDs hivyo anza kutoka pale. Ndio. Picha ya Boni Mwaitege niliweka upande mwingine na mimi nikaweka picha yangu upande mwingine. Kwa hiyo nilikuwa nitaibidia kwa na mimi nitakuwa mwimbaji. Jackson Mwedipando, kuna nyimbo yako moja ambayo inawika sana 2025. Nadhani hii nyimbo inawika sana na ni kwenye chati, inaweza nikaipa nafasi ya kwanza kwa mwaka. Maana ni nyimbo nzuri sana, inaenda kwa jina la Pindu. Hiyo nyimbo unaizungumziaje? Pindua ni nyimbo ambayo kwa kweli mimi pia naipenda sana. Ni nyimbo moja ni nzuri tu. Yes. Ni nzuri tu kutokana na uchangamfu wake, lakini pia tukisoma Biblia, Yesu Kristo alipoingia katika hekalu akikuta watu wanafanya biashara. Ndio. Yesu akasema msifanye biashara kwenye nyumba ya Baba yangu. Akaanza kupindua meza zile na nini, kusoma maandiko. Kwa na mimi nikachukulia ule mstari kwamba pindua. Yesu alipindua, atapindua maisha yako kama wewe hautoenda vizuri na Mungu, atapindua maisha yako. Kwa hiyo pindu imekuja kwa habari ya kupinduliwa madhabahu. Ndio. Okay, kitu kingine Mwedipando, nadhani umeanza kuimba siku nyingi. Nini hasa faida ya uimbaji wako? Kuna faida gani unaipata ama kuna hasara katika huduma yako? Yaani tukizungumzia faida faida ya kwanza mimi najiandalia maandalio ya kwenda mbinguni. Ndio. Hiyo ndio faida kubwa sana kwangu, kwamba tunasema kwamba Biblia inatuambia kwamba siku ya mwisho tutaimba wimbo, hatujui ni wimbo gani lakini tutaimba. Kumbe sasa mimi nipo katika mazoezi. Faida yangu kubwa ni kufanya mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya mbinguni. Hiyo ndio faida yangu kwanza kubwa. Sawa. Lakini tukija kwenye faida ya kidunia, ndio. Duniani sasa faida ipo, naona faida ipo kwa sababu watu wanapokea ujio wa nyimbo zangu wanazipokea. Namshukuru Mungu kwa hilo. Okay. Nadhani wengi wanakusikia Mwedipando, waimbaji wenzako wengine wanachipukia. Labda ushauri wako kwa waimbaji wa nyimbo za Injili wanaokusikia kwa muda huu na ambayo wataendelea kukusikia siku hadi siku kupitia interview. Unawaambia nini ushauri? Labda kuna mwingine anahitaji kuimba ila hajajua ni namna gani ya kutoka. Maana wengi sasa hivi wanaokusikia wanadhani huyu jamaa yuko mbali sana. Umeona?
Wewe wanatamani sasa na wao wafike level ambazo wewe tayari umeshafika. Maana wewe nyimbo zako zinahiti sana sana. Unawaambia nini? Yaani nawaambia kwamba jambo kubwa sana kwa mwimbaji yeyote yule ambaye ananisikia sasa hivi. Mwimbaji kwanza, jambo la kwanza, uende magotini mwa Bwana. Yaani wewe ni mwimbaji, sio mwimbaji mwadi unaimba tu. Imba, lakini jambo la kwanza uokoke. Yaani kuokoka. Uwe umeokoka, sio unaimba tu kwa sababu nifanye biashara. Hapana. Imba uwe umeokoka. Yaani wewe uwe mtumishi wa Mungu kweli. Amen. Kama mimi ni mwimbaji, lakini pia ninafanya huduma za maombi. Yaani mimi nimeokoka kwa ujumla. Namtumikia Mungu katika roho na kweli. Hilo ndio jambo kubwa, ni kupiga magoti kumwambia Mungu, naomba mimi nikutumikie wewe. Si vinginevyo. Ndio. Watamia huduma yao ni maasa kwenye maombi, kuombea huduma yao, kujiombea mwenyewe na mambo mengine kadhalika. Okay. Asante sana kwa ufafanuzi huo Mwedipando. Mpenzi mtazamaji wa PA TV ama PA Media Online. Niko na mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka pale pande za Morogoro, mji kasoro bahari. Ametuwakilisha vema kabisa Alhamisi siku ya leo tarehe 27 ya mwezi wa 3 2025, leo ndani ya kipindi chetu kizuri pendwa, karibu mwanafamilia wa gospel. Leo tulikuwa na Mwedipando, na hii nyimbo unasikiliza hewani mpenzi mtazamaji au msikilizaji wa PA TV Media ni Pindu, nyimbo ya Gatson Mwedipando kutoka Morogoro pale. Naam, Gatson. Naam. Nadhani ili wakutambue zaidi unaweza ukatupa akapela kidogo ili wajue anayezungumza hewani ni mwenyewe ama tunamsikiliza kwenye redio yetu ya PA TV ni Gatson Mwedipando. Hebu tupe akapela bwana hii nyimbo. Okay, wimbo ambao ni wimbo upi sasa? Maana mimi na nyimbo nyingi. Okay, hebu nataka tuimbe pia. Tuimbie hii Pindua, maana sasa ndo wanaisikiliza. Hiyo Pindua ndo wanaisikiliza sasa hivi. Ndo iko hewani sasa hivi. Pindu, atapindua Pindu, baba yetu Pindu. Yes. Atapindua Pindu, baba yetu. Kwa nini mnaharibu hekalu la baba yangu nyie? Kwa nini mnaharibu hekalu la baba yangu? Umeelewa hiyo? Amen. Atapindua Pindu, baba yetu Pindu. Atapindua Pindu, baba yetu. Hello. Basi tunashukuru sana Mwedipando. Sawa. Nadhani wamekusikia vizuri kabisa. Huyo ndo Mwedipando kutoka namna hiyo. Yes. Kwa nini mnaharibu hekalu la baba yangu nyie? Pindu. Atapindua Pindu, baba yenu Pindu. Atapindua Pindu. Naam, asante sana Mwedipando. Shukrani sana Mwedipando kwa kipindi kizuri. Karibu tuimbe mwanafamilia wa gospel ndani ya PA TV ya PA Media. Naam, mtangazaji wako ni Mr. PA kutoka Dodoma, makao makuu ya Mjengoni hapa. Niko Mtumba site. Karibuni sana enyi mnaotazama PA TV au mnaosikiza PA TV Media. Mwedipando, Mungu akubariki sana kwa kipindi chako kizuri. Karibu kwa wakati mwingine tena, usichoke kunipigia kwa njia ya online media. Amen. Barikiwe sana. Mungu akubariki sana Mwedipando. Amen. Haya. Sasa